are watching Gospel Outreach World Television Network, a Christian channel that builds your faith through gospel music, choirs, and uncompromised gospel of truth, brought to you by anointed servants of God, which includes Bishop Dr. Isaac Ndegwa, the CEO Gospel Outreach World Television Network, and presiding Bishop, Gospel Outreach Church USA. I want to declare today, any plan that is planned in the spiritual realm, Archbishop Steve Masharia, presiding Bishop, Gospel Outreach Church Worldwide. Have discernment and know exactly where you are and what is fighting against you. Bishop Mark Kariuki, the overseer, Deliverance Church Kenya. Now the devil uses fear to keep you and I. Bishop Jimmy Mwando from MBCI. But sikiza Isaka, I'll be with you. Nitakuwa na wewe katika vita hizi. Don't be afraid. And many others. Gospel Outreach World Television Network is also a channel that rescues and unlocks destinies. Gospel Outreach World Television Network, your channel of faith. Baraba kabisa, kweli ni muda mwingine ambao Bwana ametupatia ili tuweze kuonana mara tena na kuweza kuwa na program hii ya Majira ya Neema. Kipindi hiki ambacho unachokipenda, najua ya kwamba kinaendelea kukutia moyo na kukufurahisha na hata kutia moyo wako nguvu kuendelea kumtumaini Mungu na kumpenda katika njia yote. Hapa ndipo tunafunzwa nyimbo, tunafunzwa neno la Mungu ambalo pia linaweza kutia nguvu zetu, imani yetu nguvu, na pia upande mwingine pia nyimbo tamtamu za Injili ambazo pia mara nyingi wale ambao walikuwa wa zamani miaka hiyo yetu sana sana zilijenga imani yetu. Mimi sana hata wakati ambapo tulikuwa tukikua katika imani na tukiwa hata wachanga, tulikuwa na tuna kipindi ambacho kinaitwa Wimbo Ulio Bora, ama Wimbo Ni Upendao. Ulikuwa mkubwa, ulikuwa unafanyika kila Jumapili. Watu wakitoka ibada kanisani, mahali popote, wanakimbia nyumbani, unafungulia redio yako na unataka kusikiliza, je, kuna nini kule? Na inakuwa ya kwamba kipindi hicho kilikuwa cha baraka sana sana sana, na kilitutia nguvu sana, kwa sababu tumesikia nyimbo za zama kutoka upande wa Tanzania, zile za AIC, AIC kule upande wa Arusha na upande mwingine mwingi, na tulisikia nyimbo hizo zilijenga imani yetu sana na tukaweza kuendelea. Leo tumesimama kwa sababu ya jumbe ambazo zilitoka kule upande wa Makongoro kwaya pamoja na wengine, na pia kwaya zile ambazo zilikuwa baraka kutoka Mwanza, kutoka wapi, na ilikuwa ya baraka sana sana sana. Na kwa hivyo nataka bado kuendelea kuamini ya kwamba nyimbo ambazo tunaleta hapa kwako zinaweza kutusaidia, si tu kwa sababu ya kusikia ya kwamba moyo wako umesikia vizuri, lakini pia zijenge, uachilie maneno ya nyimbo hizo iweze kujenga moyo wako. Kumbuka ya kwamba wiki hii tumekuwa tukizungumza kuhusu habari, bado tunaendelea na neno la neema, lakini pia tumekuwa tukizungumza kuhusu maadui ambao tunaita maadui wa neema. Maadui wa neema. Kumbuka neema ni nguvu za Mungu na uwezo wake ambao umepewa wewe bure juu ya maisha yako, na unafanya vitu katika maisha yako kukuletea utajiri, uimarisho na mambo hayo yote bila wewe kuhusika, nguvu zako kuhusika ama nguvu za mwanadamu. Inaitwa neema. Ni Mungu tu mwenyewe amehusika kwa mkono wake wa upendo kwako, na pia kwa sababu ya huruma alizo nazo juu yako. Manake Mungu asipokuonea huruma, basi utasimama namna gani? Katika Psalms 130 anasema ya kwamba maana Mungu kama ungekuwa unaangalia dhambi zetu vile zilivyo, hakuna mtu, yani ungehukumu
kila wakati ambapo watu wamefanya dhambi unawahukumu hapo hapo, basi ni kuonyesha ya kwamba hakuna mtu ambaye angeweza kusimama hata leo, hata angekuwa hai. Sote ni kwa neema ya Mungu ambayo Mungu ametujalia. Mara nyingi tukosea, hata tujui standards za Mungu. Saa nyingine unakuta kwamba umekaa vile ambavyo isivyo, lakini Mungu anatuvumilia kama watoto, kwa sababu mzazi kuna expectations ako nazo juu ya watoto wake. Lakini saa nyingine unakuta watoto saa nyingine hawamiti standards zako, wangefanya hivi lakini wewe na unaona wamefanya hivi. Kwa hivyo kama ungekasirika, hata ungekuwa na familia, haungekuwa na watoto, ungekuwa liwafukuza zamani. Mungu ndivyo na upendo kwetu, maana ni zaidi ya sisi, na upendo na huruma kwetu. Hata wakati ambapo tumefanya mambo na tumemkosea, neema yake bado ni nyingi na bado anaweza kutuvumilia. Nataka kuchukua nafasi hii tuweze kuendelea. Jana tulikuwa tunazungumza kuhusu vitu ambavyo tunavyoita familiarity, yani complex, kwamba ukianza kuingia katika hali ya mazoea, kuwazoea watu ambao Mungu ameweka juu ya maisha yako, wawe watumishi wa Mungu, neema hiyo ambao umeizoea haitakufanyia kazi. Ukizoea, Paulo anazungumza kuhusu communion ama meza ya Bwana, ukizoea kuja tu bila ufunuo na kuikula na inakuwa tu ni kitu kama kawaida, Paulo anasema kwa Wakorintho ya kwamba italeta hukumu. Mazoea inazaa shida, inazaa watu kupoteza nafasi ambazo Mungu amewapa katika maisha yao. Na kama watu wa Israeli wangemuona Musa kama mtu wa kawaida ambaye pengine kwa historia yake wamemjua, na hivyo amelelewa kwa nyumba ya Farao, na pengine kuwa na historia hiyo, mtu alete hiyo historia na amuone kama mtu tu wa kawaida amekuja kuwasumbua akiwaambia kwamba wakongoke na Mungu amekuja kuwakomboa, hawangetoka katika utumwa ule. Yesu walimwangalia, maandiko yanasema ya kwamba wakamdhamini kama tu mwana wa Yusufu na Mariamu, na wakaona ya kwamba yule ni mwana wa seremala yule, na kwa hivyo wakakosa kukubali yeye katika mji wao Bethlehem, na kwa hivyo wakakosa nafasi ya Mungu kwa maisha yao. Mara nyingi wakati ambapo Mungu ametupatia nafasi ya katika maisha yetu, amemleta nabii wake. Anaweza kuwa mmezaliwa pamoja katika familia, you are like nyinyi ni damu moja, mmetoka katika bloodline moja, lakini Mungu anapomtilia mafuta mtu huyo na kumuinua, kumbuka ya kwamba yeye mkianza kumuona tu kama mtu tu wa kawaida, kama ndugu yenu ambao ulimbeba na ile shuka, na ukose kumuona kama mtumishi wa Mungu, utakuta ya kwamba umeikosa nafasi. Neema ambayo iko juu yake haiwezi kukufanyia kazi. Na hivyo katika maisha yako usiwahi kabisa ku-undermine graces ambazo Mungu amekupatia, undermine graces ambazo Mungu ameleta katika njia yako. Ishi kuheshimu mtu huyo ambaye Mungu ameleta kwa maisha yako, kwa familia yenu, awe ni nani, awe ni ndugu yako, awe ni mtu ambaye mmezaliwa pamoja na mmekuwa pamoja. Heshimu yeye na neema ambayo Mungu amempatia, kwa sababu amekupanda kwako, na ukimheshimu na ukiheshimu neema na mafuta ambayo Mungu amemwaga katika maisha yake, utakuta ya kwamba inakufanyia kazi na kuelevate. Usizoee hata katika nyumba ya Mungu, usizoee mtumishi wa Mungu ambao Mungu ameweka katika maisha yako, wachukue kama sauti ya Mungu na usiwaone kama wadhaifu pamoja na wewe na hivyo. Kwa hivyo na ndipo unakutaka mara nyingi tunaweka viwango vichache ili watu wasizoee mafuta ya Mungu na mtumishi wa Mungu asije akaonekana tu kama mtu wa kawaida. Kwa sababu ya hiyo lazima tuwalinde, tuwaheshimu na tuweze kuenenda katika mwenendo ulio wa busara katika maisha yetu. Karibuni tuweze kubarikiwa. Na juzi tukazungumza kuhusu majeraha ya watu ambao pia majeraha pia inaweza kuwa pia ni adui wa kuweza kuendeleza neema yako. Kumbuka kwamba tulizungumza kuhusu katika kitabu cha Zekaria
Maandiko inasema ya kwamba hizi vidonda ulivipokea wapi? Na utajibu kusema ya kwamba nilivipokea kwa nyumba ya marafiki zangu. Unaona, marafiki wanaweza kukujeruhi kiwango cha kwamba ukianza unakosa kutrust mtu yeyote, unaanza kusikia ya kwamba hata utaki mambo ya kuendelea kumtumikia Mungu, na utaki kuendelea kuachilia neema hiyo juu yako kwa watu, kwa sababu already umejeruhiwa, already you are limping and already you are bleeding. Unapoumizwa katika kiwango hicho, inakuwa ngumu sana kwa maisha kuwakubali watu kwa maisha yako. Kwa hivyo Bwana atusaidie katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba majeraha isiwe ni adui kwa maisha yako ya kuzuia uendelee. Kwa hivyo ni vizuri kwenda zaidi ya majeraha, kwa sababu majeraha, hali ya kuumizwa haitakosa katika maisha haya, itaendelea kuja mpaka Kristo arudi. Na kwa hivyo, kwa sababu ya hiyo, jua ya kwamba tunaishi na watu. Unaweza kujeruhiwa kwa njia ambayo pengine watu hawakukusudia kukujeruhi, ama pia wengine wamekusudia kujeruhi, lakini usikubali ya kwamba ukwame kwa majeraha, usonge mbele na uwe na nguvu. Kwa hivyo majeraha yanaweza kuzuia. Nimewahi kuona watu ambao kwa sababu ya kujeruhiwa walikataa kuendelea kuhubiri, na walikuwa wahubiri wa Injili wakakosa kuendelea. Wengine walikuwa wanahudumu kanisani, unakuta mtu anakosa kuendelea kufanya hiyo kwa sababu alijeruhiwa na watu, na anasema ya kwamba wale watu walionijeruhi hata hawa ni wale. Na unakuta mtu huyo anaamua ya kwamba hataki kabisa anything to do with the church, hataki kabisa anything to do with the ministry. Nataka waeleze ya kwamba Mungu anapokubariki, tafadhali angalia sana maneno unaongea kuhusu watu wengine, sababu unaweza kuwa unaumiza ufalme wa Mungu kwa kuwaondoa watu ambao Bwana amewaweka, na unakuta ya kwamba watu hao wana give up kwa maisha na ministry na wataki kuendelea kwa sababu ya kuumizwa katika maisha yao. Na leo tutakuwa tukizungumza kuhusu udhaifu wa kawaida, udhaifu wa maisha, udhaifu unaoleta hofu katika maisha yako, kutake responsibility zingine. Gideon alikuwa ni mtu ambaye ni mdhaifu kwa uoga, mpaka anasema ya kwamba yeye ametoka wapi, anaanza kueleza kwao ametoka katika familia ambayo ni ndogo hivyo, akina Saulo hivyo waliangalia jamii yao kutoka familia ya Benjamin hivyo, na wengine wengi wakasikia kwamba they don't qualify for any a greater grace kwa sababu ya udhaifu wao. Lakini maandiko inasema ya kwamba Mungu anapenda kutumia vitu vidhaifu, na kwa hivyo unaweza kuwa wewe ni mdhaifu katika hali fulani, lakini jua Mungu ako na haja kukutumia, na neema iliyo juu yako usikubali kuiweka kwa store, usikubali kuiachilia tu hivyo ishe, na bado Mungu anakuwajibikisha hata katika udhaifu wako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante maana wewe ni mwaminifu. Naomba utubariki na uwe pamoja nasi, neema yako iwe nyingi kwetu. Utumtumie mtumishi wako leo, Archbishop wetu Steve Macharia, ili kuweza kuzungumza, na naomba ya kwamba maisha yake yaweze kubarikiwa unapomtumia, ili kuwa baraka kwetu. Asante kwa neema na ukuu wako, na asante kwa yote unaofanya. Tutaacha kusifu daima, maana wewe ni mwaminifu. Naomba ya kwamba uweze kutunenea na uweze kutuhudumia. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Naomba ya kwamba umbariki anapokuja, ili kuweza kuomba pamoja, kuzungumza nasi kwa kifupi, na naomba ya kwamba utunenee sisi watumishi wako, tuwasikia. Ni kwa jina kuu la Yesu Kristo mwokozi wetu tumeomba na hata kushukuru. Amen and amen. Bwana akubariki kabisa na akutende mema. Karibu sana tuweze kuendelea, tutachukua muda mfupi sana, na kwa hivyo kifungo kimoja kilichoimbwa na AIC Changombe Kwaya Elohim, alafu baada ya hiyo nimlete baba yetu aendelee na ujumbe huo ya kwamba Bwana anaweza kututumia hata katikati ya udhaifu. Hatumii vitu vilivyo na nguvu, anatumia wewe ulio mdhaifu, ili ujue tu ni kwa neema tu ambayo imehusika. Bwana akubariki. Ukiingia karibisha wengine, najua kwamba tumechelewa, lakini Bwana akubariki kabisa. Come to hear God's word, and I pray that God will minister to you and speak to your heart. Shall we pray? Father, in Jesus' name,
Bless your word as it comes forth. The word brings light. The word brings revelation. The word brings life. Let your word bring revelation and bring healing. You sent your word and your word healed them. And it delivered them from captivity. May your people be delivered from captivity. Delivered from ignorance. Delivered from darkness. Deliver us, O God, through your word in Jesus' name. Amen. I'm sharing with you a message entitled God's Power and Weak Instruments. God enjoys using weak instruments with his power. Why sometimes God enjoys to use weak people? It's because when something is done, they will remember it was not by their strength that miracle happened. If a weak person is used to raise the dead, they can't forget that it's God who enabled them to raise the dead. Because in the first place, they are weak and they have no power to do that. So let's see how God has done this through other men. Because if God did it with someone else, he can do it with you. Let's look at the Bible and see who are those men that God used, so that you can start building your faith, so that you can be one of those men that God, men or women, God can use. Right now, let's turn to the Word of God. In the book of Judges, chapter 7, verse 2, we are going to see a man by the name Gideon. The Bible says, and the Lord said to Gideon, you have too many men for me to deliver Midian into your hands, in order that Israel may not boast against me that her own strength has saved her. God told Gideon, the men you have are too many for me to deliver Midian to your hands, lest Israel think by her strength they were able to bring salvation. So God ordered Gideon to reduce the number. Gideon had brought to God that 1,000 men, and God reduced them to 300. So about 30,700 were allowed to go home. God went with a small number to deliver a nation that had been under oppression for a long time. God came to Gideon, and when he came to Gideon, the angel greeted Gideon with very special greetings, telling Gideon, hey, mighty man of valor. He said, are you talking to me? Because I'm not mighty man of valor. I am a weak person. I have no power. I come from the weakest tribe. So how can you greet me like that? But the angel never changed his greetings. He told him the plan of God, that God wanted to use him to deliver Israel from the Midianites. They used to plant their wheat, and the Midianites would come and burn it. They would have their property, and Midianites would come and steal it and take away, destroy properties. They lived under oppression. They were beaten, they were oppressed, they were under slavery. But God said enough is enough. And he comes to a weak man. He didn't go to an army general. Instead, he came to a weak man who was beating his wheat in a cave because of fear of the Midianites. He would not have wanted to be seen. But God told him, go and deliver your people by your might. He was called mighty man of valor. Eventually, he accepted. He developed a faith to believe what God called him. You better believe what God has called you. God speaks to us through his word and tells us you can do all things through Christ who strengthens you. Build your faith and believe that you can do all things through Christ who strengthens you. If you don't build your faith and say, I can't, I'm not able, I'm weak, I'm this, I'm nothing. If you build your faith on weakness, if you build your faith in fear,
then you're going to lose your battle. This is the day that the Lord has made. Like Gideon, you might be weak, but God wants to use you. So I'm talking about God's power and weak instruments. So God's power is available for you and to you. I show you another scripture in 1 Samuel. This time we want to see a one-man army. The Bible talks of Jonathan, the son of the king of Israel, whose name was Saul. The Bible says, and I want you to hear these words Jonathan spoke to his armor bearer. He said, Jonathan said to his young armor bearer, "Come, let's go over to the outpost of those uncircumcised fellows. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few." That's where he built his faith on. Nothing can hinder God to save by many or by few. In the case of Gideon, he chose to save by few. And now, this man is not taking an army. He's going alone with only his armor bearer. And if you read the story, he went and held the sword. He fought. He fought so hard. He defeated a one-man army who got a mighty victory. Let me tell you today, you don't need multitudes. You and God, you can be the majority. Somebody shout amen. You and God, you are majority. You have the power because God has power, and your availability will make the whole difference. As Jonathan, you can be a one-man army. You can be a one-man army to conquer all the host of hell, all the demonic forces, just by yourself in the name of the Lord. See 1 Samuel chapter 17 verse 40. Now this is about David. David was just a young man, just a young fellow. One day his father sent him to go and see his brothers who were in the army of Israel. And so he went there as a young man. When he arrived there, Goliath began speaking to the soldiers of Israel. He was calling them, "You weak Israelites, you don't have a man. In case you have a man, bring him out. Let me fight with him. If he fights me, we accept to be your slaves. If I fight him, you become our slaves. And so, let that be a deal." Israelites do not accept to sign into such a deal. David was there, and he asked, "Who is that?" They told him it's Goliath of Gath, a mighty man who never lost a battle, highly experienced. He said, "What shall be given to the man who kills him?" He was told, "He shall be a son-in-law to the king." He said, "That's a good deal. I'll sign to the deal of fighting with Goliath." One of his brother, by the name Ariab, he came and said, "I know your arrogance, you young man. Why did you come in the battle? I know your interest is to come and see what is happening in the battle, but this is not for boys." But remember, God had already introduced David as, "I have found a man whose heart is after my heart." He was already anointed by Samuel. He came in the battle, though young, but the anointing of God was upon him. The word of God was upon him. And so, he told his brother, "What have I done? I only asked a question. And why are you fighting me? Why are you speaking to me that way?" He ignored him, and he decided to take a step of faith. He went out to meet Goliath. A long story. They gave him the king's armor. He tried them. He was too small and too young to carry such heavy armor. And so he decided to go the way of God. And so he took a sling and 5 stones,
to go and meet a great champion. And he went to meet the champion down the valley. He was coming from on the other side of the valley, so they were going to meet at the valley. And down there, the Bible says that while they were going, Goliath saw it was a boy. He said, "Why did you set me a boy? Am I a dog that you may set a boy with sticks to come and fight me?" He said to the boy, "Today I'm going to kill you, and I'll give your meat to the birds of the air." When David heard that, the anointing made him run. He ran, and they met. He took out the stone and put it in the sling, hit the giant's forehead, and the giant staggered and fell dead. He went there, pulled out his sword, and killed him. That day Israel saw what they had never seen. That was another one-man army. That is David. Today I want to tell you, it is not how old you are. It is not how experienced you are. It is not by might. It's not by power. It's by the Spirit of God. When David was anointed, the Spirit of the Lord came upon him. Today, I'd like to tell you, the day when you gave your life to Jesus, if you put your faith in God, you are anointed. You can let God use His power through you to destroy giants, to level mountains, to make ways in the wilderness, and to create rivers in the desert. May you receive your river. May you receive your highway in the wilderness. And may your mountains be leveled today. And may all the giants that are rising against you be destroyed in Jesus' name. Because God is able to use a weak person and make His power destroy anything. Because He is God and we are man. And God is happy using weak instruments with His power, so that the glory may go back to Him. The last scripture that I'd like to read to you, it's 1 Kings 18 verse 44. The Bible says, the seventh time the servant reported, a cloud as small as a man's head is rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Now, the Bible talks about Elijah. There had not been rain for 3.5 years. Elijah had prayed that there should be no rain for 3.5 years. After 3.5 years, he went to pray that God may bring back the rain. So he prayed 7 times. He did the first time, there was no sign. He did the second time, no sign. Third, fourth, fifth, sixth. On the 7th time, he sent his servant, said, go check out whether there is a sign of rain. So he went out and said, I have seen a cloud, but it doesn't matter, because it's as small as the size of a man's head. He told him, without hesitation, go tell King Ahab to hitch up his chariot and run, because I can hear the sound of the rain. In the spirit, you can hear a lot of things where nobody else hears. There are things that God speaks to you. And let me tell you, don't limit God on anything and in anything. Do not limit God. The Bible says, after 7th time prayer, God brought a small cloud. But I'd like to say, the cloud may be small, but if it's from God, it's loaded. It's loaded with power. You don't need a big sign. You just need a small sign. Just like a mustard seed, so small among the seeds. Yet, when it's planted, it germinates to a massive tree, where the Bible says the birds of the air build their nests on the big branches, and the beasts of the field
take shade under the branches of that tree. Today, I want to tell you, you may be small, just like the smallest seed. You may be small, like the small cloud in the sea. But whatever it is, if it's from God, it's loaded with power. It's just like a bullet. It's so small. But you can't play games with a bullet. If you know someone is holding a gun, that small bullet, it's so loaded with power that it can kill. It can kill no matter what size of a man. It is as powerful as the stone of David. So today I welcome you in God's power. We are all welcome to share in the power of God. The Bible says that God enjoys using the weak instruments so that no one will ever boast and say, it is by my power I managed to achieve this. Today, God is calling you. No matter how weak you are, you may be fearful as Gideon was. You may be small like David. You may be like Jonathan, who went to face a big army all by himself. You might be like the small mustard seed, but God invites you to come and enjoy in His power for a mighty harvest. And I conclude by saying, for our God is able to do exceedingly, abundantly and above what we ask or imagine, because God is bigger than your prayer. God is bigger than your imagination. God is bigger than you. He's able to do exceedingly, abundantly and above. May God bless you. Father, I pray by the same anointing of the Holy Spirit, that we may be anointed. Everyone listening may receive that anointing. Anoint your people. Anoint the weak vessels. Anoint the earthen vessels, that they may do wonders, that they may do marvelous things, all to the glory of your name. In Jesus' name, amen. Barabara kabisa, kweli ujumbe ndio huo wa nguvu kweli kweli, ya kwamba Bwana anaweza kutumia vyombo vilivyo dhaifu. Katika udhaifu wako nguvu zake ndizo zinadhihirika kweli kweli, na Bwana ni mwaminifu. Tubariki kabisa. Alimtumia Daudi. Baba amezungumza kuhusu risasi kidogo, lakini hiyo risasi inaweza kufanya mambo makubwa na madhara mengi, na kwa hivyo usidharau vitu kidogo, usidharau usidharau mambo madogo, usidharau udogo ama uchache. Unaweza kufanya mambo makubwa. Hata mwanzo mdogo usiudharau, sababu Mungu hufanya mambo makuu kupitia kwa mwanzo midogo. Na kwa hivyo Bwana kuna mahali huanza, na yeye ni mwaminifu. Ukiona wale ambao watu wamekuwa na ministries kubwa zilianza mahali na ushuhuda nyingi, hata hapa Gospel Outreach ilianza kwa tabu na mambo mengi, lakini angalia vile Mungu anavyofanya kwa maisha yetu. Bwana awabariki na awatende mema. Ujumbe huu umekuwa wa baraka. Hatuna maneno ya kutosha kumwambia Bwana ni asante, kama waimbaji hao kutoka upande wa kule Tanzania, Bwana Chang'ombe kwaya wanaosema kwamba tumefika hapo. Ni Bwana na mkono wako ambao umetushindia, na kwa hivyo tunasema asante. Asante kwa wote ambao hata katikati ya kuchelewa bado mmefika. Bwana wabariki Pastor Monica Masai. Mungu akubariki kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Wewe ni wa baraka na umetutia nguvu sana. Asante kabisa. Nancy Jaraba kule Kenya ni usiku na bado umeamka kuwa pamoja nasi. Bwana akubariki kabisa, na unasema kwamba bado una miss askofu wetu. Next week utakuwa na yeye, atakuja na saa hii wakati anapofika huko ni wetu, lakini akifika huko sasa ni hivyo na bado pia tunasema bado ni wetu, na Mungu ni mwaminifu kabisa. Nakumbuka ya kwamba Jumamosi
ana graduate na Masters of Biblical Counseling and Psychology hapa Marekani, na kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Kwa hivyo ungana pamoja nasi, itakuwa live, tutaiweka live na itakuwa ya kukufikia moja kwa moja kutoka hapa Washington upande wa Lakewood, na Bwana atawabariki kabisa. Asante my sister Tabitha Wabui, Mungu akubariki. Unasema niko ndani na pia nami nimebarikiwa, na Mungu akutende mema kabisa. Asante Lilian Shiro, Mungu akubariki. Unasema pia ninasikiza nikiwa kule Nairobi na Bwana amenisaidia. Ujumbe umekuwa wa baraka na nimebarikiwa. Asante pia Bi Maisha, Mungu akubariki kabisa ukiwa kule upande wa Nakuru. Bwana akubariki. Unaniambia pia uko ndani. Bwana akutende mema kabisa kwa sababu ya kuungana pamoja nasi masaa haya, na unafaa kuwa umelala lakini bado ukajitolea kuwa pamoja nasi. Bwana akubariki na akutende mema, na wale wengi ambao mtaingia kuangalia programu hii baadaye, neema yake Mungu iwatoshe daima, na Bwana aendelee kuwainua. Baba, kwa jina la Yesu Kristo umetunenea katika njia kubwa. Tunashukuru kwa sababu Bwana wa neema, tunapokabiliana na maadui wa neema, tunakataa kujidharau, tunakataa hali ya kujiona, kujidunisha na kuona ya kwamba Bwana ni kama Bwana sisi ni wadhaifu. Kumbe unatumia vipawa ambavyo vyombo ambavyo ni dhaifu ili kudhararisha vyombo ambavyo vinaonekana vina nguvu. Na Bwana uinuliwe daima na utukuzwe wewe uliye mwaminifu. Asante kwa kila mmoja ambaye ameingia, naomba uwabariki na uwe pamoja na wao, neema yako iwe nyingi kwao, na Bwana wa rehema, hata tunapokutana siku ya kesho, Bwana uwe pamoja nasi ukitubariki. Jina lako kuu litukuke daima na litukuzwe, maana ni jina lenye uwezo mwingi na mamlaka. Asante kwa yote uliofanya, jina lako litukuzwe na hata liinuliwe, maana wewe ni mwaminifu na wa haki. Unapoendelea kutubariki, unapoendelea kutuinua, ukimponya mtu ambaye ni mgonjwa na wale ambao wana matatizo, waondolee Mfalme, ili waone ukuu na neema yako kwa maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe daima na utukuzwe, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ni kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu tumeomba na hata kushukuru. Amen and amen. Bwana akubariki, awe pamoja nawe. Najua kwamba umebarikiwa na ujumbe huo na umebarikiwa na kipindi hiki, na najua kwamba Bwana ataendelea hata kukuinua unapoendelea kumpenda Mungu na kutoachilia njia hiyo ambayo sisi tunaifahamu, njia kuu ya kiungu. Na Bwana aendelee kukusaidia na kupa neema zaidi. Usipojiona ya kwamba wewe ni mdhaifu, jua ya kwamba nguvu za Mungu zinadhihirika kwa wale ambao wanajiona watu wadhaifu. Bwana huwa pamoja na wao na anaendelea kuwainua. Bwana awabariki na akuinue katika njia yote. Wanaotumalizia kipindi hicho ni Barton Kinga na timu yake, anasema ya kwamba tumshukuru Mungu kwa sababu yeye Mungu ni mwema. Tunapomalizia, mimi sina la ziada, kumka sauti na kujia moja kwa moja kutoka hapa Marekani, Washington. Kipindi kinaletwa kwako na Gospel Outreach World TV Network, na hadi kipindi kijacho, mimi wako Bishop Isaac Ndegwa, na neno litaendelea. Tuendelee kesho tukiamini ya kwamba Bwana ataendelea kutuinua katika njia zote. Kangu siku ya kesho, shalom, amani ya Kristo, tuonane na tuweze kubarikiwa. Lakini ukishaondoka, tafadhali shiriki hiyo, share hiyo na mtu mwingine aweze kuamka, na akiamka aipate amani ya Kristo. Shalom na Bwana akubariki. Tumshukuru Mungu kwa yote ametenda. Tumshukuru Mungu kwa yote ametenda. Tumshukuru Mungu kwa yote ametenda Bwana. Tumshukuru Mungu kwa yote ametenda. Tukumbuke kwa mkono wake tumefika hapa tulipo. Tumshukuru Baba kwa yote ametenda. Tungewezaje bila wewe Bwana?
ulitukumbuka. Tunasherekea siku ya leo, maana Bwana umetenda haya. Tumshukuru Baba kwa yote ametenda. Tumshukuru kwa maana ametenda. Tumuinue Mungu wetu ametenda. Tumuabudu kwa uzuri wake. Tumuabudu, tumuinue, Bwana ametenda haya. Tumshukuru Mungu kwa yote ametenda. Tusilalamike kila siku zingine, tumshukuru Bwana. Tumshukuru Mungu kwa yote ametenda. Hata kama hajatenda siku ya leo, ipo siku atatenda. Tumshukuru Mungu kwa yote ametenda. Anafurahi tunapomshukuru Mungu wetu, tumuinue. Tumshukuru Mungu kwa yote ametenda. Kuna nguvu katika shukurani zetu sote, tumuinue Bwana. Tumshukuru Baba kwa yote ametenda. Tumshukuru kwa yote ametenda. Tumuinue Mungu wetu ametenda. Tumuabudu ametenda. Haleluya! Mataifa ya dunia yote, njoo tumsifu Bwana, tumfanyie mwamba wokovu wetu shangwe na kelele za furaha. Anastahili sifa, moyo wangu umejawa sifa. Tupige vigelegele, vigelegele, tumsifu, tumuinue mikono yetu, mikono tu, vigelegele, vigelegele. Inua mikono yako juu, mwinulie Bwana mikono yako, mpe shangwe na vigelegele. Anastahili sifa. Vigelegele, Baba, Baba, tumuinue. Oh, Baba, tumsifu. Oh, vigelegele. Haleluya! Imo nguvu katika shukurani. Unapoinua mikono yako na kumwabudu Bwana, unafungulia baraka